Hivi wazee mnajua kwa mnazingua sana. Sasa hii kazi gani ambayo umetufanyisha? Yaani nikwambie rafiki yangu. Nimejikuta nimefika pale nimeshindwa kuongea. Kwanza nilivyomuona yule kaka, nikajikuta kabisa nashindwa kuongea. Yaani moyo wangu kajaa na oga, nikashindwa kuongea kila kitu. Yaani mzee, wajisifu na kuamini sidhani kama unaweza kuzungumza matope kama na hiyo. Wewe unashindwa kuambia kuwa ndo kamuoa. Wewe unashindwa kuambia kuwa wewe umemuoa mdogo wao. Wewe unashindwa kuambia. Yaani wewe unafikiri kwamba kuua bro, ujue ni kuua mtu. Sio kama vile kesi ya kubaka mtu, ni kesi ya kuua. Mimi ninawezaje kufika pale na nianze kusema kwamba eti mimi nimeua mtu? Unataka mimi niozee jela? Waende wanizika mimi niozee jela na afu ndo utafurahi. Jamani, mbona mnaleta vurugo? Wewe umeshindwa kazi na unaanza kufocus eti nini kubaka. Wewe umeshindwa kuambia ingawa wewe ndo ulimuua. Ina maana tulifanya ujinga kukusaidia, si ndio? Tulifanya ujinga. Mzee, unajua kabisa umetuzingua sana tena sana. Wewe unaenda kuzungumza mambo ya kuandika watu. Sasa ungedai uoneshe mapepa zako, ungeonesha nini wewe? Yaani unajua mnanilaumu bure. Yaani mnanilaumu kwa kitu ambacho nyinyi wenyewe hamwezi kukiongea. Yaani nyinyi mjiweke kwa nafasi yangu. Mimi nawezaje kuanza kuongea eti mimi nimemuua mtu? Kilicho cha muhimu nyinyi mnisaidie, tutafute mbinu nyingine ya kufanya na sio kwenda kujitetea pale. Ungejua kuwa utashindwa kuzungumza, ungenipea kauli, mimi ningesema. Unajua meme, unatufanyisha kazi tope. Bro, sikiza nikwambie. Kuna muda mwingine vitu havitajiki haraka sana. Pale sio kama unavyowakaba watu jua. Na pale mimi ndo nilikuwa niko hatarini. Nyinyi mlikuwa mko huru kabisa. Mimi ndo wangenishika na wanipeleke jela. Kwa hiyo mimi nawaomba ndugu zangu, munisaidie. Tutoe wazo nyingine, tuweze kusaidiana, lakini kwenye hilo mimi kabisa siku. Mbona mimi naona kama kweli mtu akileta wazo haiwezi yani ikafaidika. Maana kabisa musika mwenyewe alituongoza kwa twende tukazungumza kwao, lakini umeshindwa tu kusema wewe na unajiita wewe ni dume. Shadow. Yaani kabisa ungejua kwa hutaweza kuzungumza. Ni bora ungetuacha twende kazini. Tayari tungekuwa tumeua pesa za bangi, sio kutufanyisha kazi matope hivi. Kabisa mwanangu kabisa unatuchesha sana. Basi mabro, mimi nawaomba munipe wazo. Munipe wazo nyingine na sio hiyo wazo. Nawaomba. Kuna wazo. Kuna kitu nimekifikiria. Yaani mimi kama nilipofika huko mjini nilitoka kijijini na kuna kijana ambao ana mganga. Mganga mwenyewe huwa anafanya mambo na imani kuwa atatusaidia kwa hii jambo. Maana kuna kitu ambacho alitufanyizia, yani unajua hii kazi yetu tulimjia mtu akatukamata, wakatuweka jela. Huyo kijana alijielekeza kwa huyo mganga, akaweza kufanya dawa na tukaweza kutoroka gerezani. So nina uhakika kwa atatusaidia. Sasa hizo ndizo kauli za kuongea kama mwanaume bro. Yaani kabisa mimi nakwambia niko tayari kwa chochote kile. Hata kama ni kwenda wapi mimi nipo tayari ili mradi hili tatizo tulikomeshe. Mimi sina pingamizi yoyote hiyo. Yaani kabisa unakubali maneno ya mjinga? Yaani naona kabisa unataka kumpoteza mzee wangu. Hivi huyu anataka kuongoza vibaya Shadow. Naona kabisa huyu unataka kumuongoza vibaya wewe. Hakika na vitu ambavyo unavizungumza mbona una pressure? Una pressure nini? Wewe hutaki kumsaidia mwenzetu? Wewe umemwambia kwa mwende mkazungumuze kwa mumemuua na muoneshe mahali ambapo mzee. Sisi tunataka kufunga yote, kama ni mambo ya mizimu tunataka kufunga mzee. Njoo tuende bana. Bro, acha kuongea kama wanawake. Unatakiwa kuwa dume. Kaza wewe. Huyu atakupoteza yule. Acha hivyo. Subiri nafuata. Vipi ulikoenda? Umefanikiwa kumpata? Mashoga wake wananiarifu kwamba nao hawajamuona, hata simu haipokei. Umejaribu kumpigia kina shangazi? Nimejaribu kumpigia, wananiarifu kwamba nao hawajampata kwa simu. Kakangu, tuendelee kumtafuta, tusichoke. Vanessa, yani hii mambo yako mimi yamenitosha. Bwana, itazunguka mpaka mara ngapi? Kaka, hata mimi mwenyewe nimechoka, lakini naomba tu tuendelee kutafuta. Hapana Vanessa, hapana. Mimi bora tuachie hapo. Kaka unasemaje? Bora tuachie hapo bwana. Kama ni adhabu utaipata wewe mwenyewe. Kwa hivyo wewe ni mtu wa kuniambia hivyo kweli?
Sasa tumezunguka mahali pote hatujafanikiwa. Sasa tufanye nini? Una mtu akunisaidia, sio kunikatisha tamaa kaka. Vanessa, mimi nimechoka kutafuta hiyo pete. Na elewa kwamba mimi nina mambo yangu ya muhimu ambayo nataka niyafuatilie. Sasa tutazunguka mara ngapi? Kakangu, basi mimi naomba usichoke. Unajua kuwa wewe ndio tegemeo langu. Sio ukianza kuniambia kuwa umechoka, mimi nitamtegemea nani? Hapana Vanessa, kwa msaada ambao nimekupa yanatosha. Elewa kwamba na mimi nina mambo yangu ya msingi ambayo natakiwa niyafuatilie. Kaka, basi naomba unisaidie kaka, usikate tamaa. Kaka, usijali. Kama vile kila kitu kitakuwa sawa. Hapana Vanessa. Mimi tutambua kwamba nina mambo yangu ya msingi ambayo natakiwa niyafuatilie. Sasa msiogope. Sisi ni mababu wenu. Tumekuja tu kuwapa taarifa. Tumekuja kuwaambia kwamba pete yetu haipo mikononi mwa mtu ambaye ni wa familia yetu. Tunakupa siku 3 uwe umerejesha hiyo pete mikononi mwako. dada, umesikia? Mimi mambo yako nimeacha, nimechoka. Kama mimi naomba usichoke kaka. Naomba unionee huruma angalau. Mimi ni damu yako. Hapana dada. Tumetafuta kwa wiki 3. Sasa wanatukabidhi siku 3. Tutaweza kweli? Kaka, kwa na imani kuwa hiyo siku 3 itafilisika, tumeipata kaka. Hapana, hapo sio mambo ya imani. Sisi kaka, naomba uwe muelewa kwanza. Kila kitu kitakuwa sawa kwa hiyo siku 3. Hapana, mimi nimechoka na mambo yako. Kaka, basi mimi naomba nionee hata huruma. Mimi ni damu yako. Mimi mwenyewe siwezi kabisa. Kwa siku 3 hatutafanikiwa dada. Tatizo lako kaka, huna imani. Hapana. Mimi nimechoka, nina mambo yangu ya msingi. Usichoke. Kila kitu kitakuwa sawa. Dada. Vanessa. Naona jua imesogea na usiku unakaribia. Basi fanya haraka tuondoke. Sawa kaka, haina tatizo. Ila fanya haraka. Yeah. Mimi nimechoka. Vanessa Ivatama, tulikupa kazi umeshindwa kuitekeleza. Tumekuja kukuchukua. Wewe ni nani? Na umefikafikaje hapa? Haitakuwa nitambue. Unataka kujiingiza kwenye shida ambayo hutaweza kutatua. Sasa nisikilize. Kuna watu watatu ambao wanataka kufika hapa kuja kuomba msaada. Sikiza bindi nikwambie. Kwangu mimi hapa uniwezi. Nimeshastukia mbinu yako. Ukishaniona kuwa mimi natoka hapa na kwenda zangu shambani kwenda kulima mihogo, sasa ndio unafika hapa kusema kwa mimi kuna watu hivi na hivi. Kama unatafuta maokoto sio kwa kuja kwa mbinu hii. Unaelewa? Kama unataka kunitambua, enda tofauti na vitu ambavyo nimekuambia. Sikiza nikwambie. Ukishafika hapa nyumbani kwangu unahitaji maokoto. Si unakuja kusema kwa kaka naomba unisaidie, yani nyumbani kwetu hatuna cha kutumia. Ningeweza kusaidia, sio kuja unanitisha tisha. Wewe mjinga nini? Nadhani umesikia. Za saizi. Poa. Njoo mkae.
Za hapa rafiki yangu. Poa. Uko poa? Yeah. Rafiki yangu tunakuja tena kuomba msaada. Unasemaje wewe? Ndio hivi rafiki yangu kabisa, tunakuja kuomba msaada. Kwa taarifa yenu, mimi sitaweza kuwasaidia. Tu mtakuwa mnakuja wakati wa shida Mimi nimekuwa mtu ambaye nitakuwa nawasaidia Mimi ndio nimekuwa msaada. Oya. Nimeshashtukia hili jambo. Kaka, usiseme hivyo. Yaani sisi tumekuja hapa, hakika tuna shida sana. Yaani tuna shida ndugu yangu. Tukianza kusema kwamba tukueleze hapa, na wewe ndio msaada wetu wa mwisho. Hakuna mtu yeyote yule tunamtegemea. Oya. Mimi sitaweza kuwasaidia kwa sababu nyinyi 1 2 3. Sio muda mrefu hapa kumejitokeza mtu ambaye mimi sijawahi muona, yani kitu ambacho mimi sijawahi kiona kwenye maisha yangu. Na yani mpaka nashindwa kuelewa. Lakini mweza kuniambia kwamba kuna watu hawa 3. Sasa na kitu kenyewe kimeweza kuniambia mimi hapa nikijaribu kuwasaidia tu basi nitakuwa nimepoteza maisha yangu. Mimi maisha yangu nayapenda sana na maisha yangu ni ya muhimu sana. Siwezi kuwasaidia. Kama rafiki yangu, nakuomba tuelewe. Wewe ni msaada wetu na tunajivunia wewe kabisa. Sisi pia tumefika hapa tunateseka kabisa. Sikia bro. Ningeweza kuwasaidia lakini kwa hiki kiumbe ambacho kimetoka hapa muda sio mrefu. Aise. Mtu ambaye anayea, mtu anayeyuka hivi, anapotea. Sasa maisha yangu nitaitia hatarini. Jaribu kuwa hata na utu. Jaribu kuwa na moyo wa binadamu. Ni kweli sisi tumekuja tuna matatizo bro. Shukrani kwa kuwa uliweza kutusaidia hapo mwanzoni. Leo tunakuja kwa mara ya pili. Tunahitaji msaada wako bro. Tusaidie, tuone huruma. Sisi ni vijana kama na wewe. Leo yapo kwetu, kesho labda yanaweza akakufikia. Bro, kumbuka tumepitia vitu vingi hapa nyuma. Leo usije kutuachia. Sawa, nimeweza kuelewa. Ila mlio mnahitaji niwasaidie na nini? Rafiki yangu, unaona hiyo kipindi ambacho nilikuwa nimeweka kule jela, yani ukaniomba jina zangu eti sijui unazipeleka kwa mganga fulani. So kabisa tena tunahitaji huo msaada tuweze kujielekeza huko kwa mganga, maana tuna shida. Sawa, nawasaidia. Subiri niende kuvaa zingine nguo alafu tuongozane. Asante sana. Asante sana bro. Barikiwe. Komliro sokulwe mas komliro sokulwe mulimu wanzire mundu sokulwe akasha boterela sokulwe masemoto komliro sokulwe muwanzire mundu sokulwe masemoto komliro sokulwe masemoto komliro sokulwe masemoto komliro sokulwe hika mikale abite kano bineyo Mongane bwera chikabele kimwa hika hanungo mama samote na mote. Wana shida. Wanahitaji msaada wako. Echi chochi kabasumbu amone bwera mama bihika. Ebe singa nditokavyo simuba ha. Wachi kabasumbu. Sisi hapa kweli tuna matatizo. Tuna matatizo sana.
Yaani kuna mtu ambaye anatutokea, anatusumbua sana, anatukosesha raha. Kwa hiyo tumekuja, tunahitaji kumkomesha. Tunahitaji umkomeshe. Ayo ni mwana ashimba hama abiri hika. Ebe shababe mukala mugobyo shima abiri hika. Mukala mugogo ri na moresa mawaza mutini mabe ni kwa nene mabe hika. Ebe shi oyoshe ni shasha subera, sheni shaba subera. Ngeni binyechere echere kola kusudire mutoke. Shimba hama mabe hika. Muri okoa mushakuru. Ukamuvulamu kwa mushi okoa mushakuru. Amashaga hano abashakuru babe mu buma babe hawo manex. Shokula chitasamba nyabahasanya benji. Shokulu mayani. Mwabihika ibyo shitu kabikola shimubaha. Mwabihika maya. Bale mbere babaho mona. No babaho mona. Asha mukandi hikaho abari akabashobera. Obo mukandi bose aho abari akahulukira. Wenge na kukaburi kiwe. Hane wauta kaburi. Na kukaburi kiwe mukandi ahira ko bona. Aho rika imanisa yangu ko mukaya mutsirika. Shensha yashobera ere bashobulera. Ebe shibigahwa. Nebe shingende bwabe umuri na bashakuru. Mwende. Bashakuru bako leo. Mwende. 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 Umeona njia saini kuja kwa mganga? Eshemubaha. Oyu ni mwana. Shanga nitoka. Mwabiri hiki. Mulenda ngamuganga naye. Sawa. Showo choko chini. Shwende nitoka. Sasa ni zamani. Wewe ni nani? Nimefikaje hapa? Haina haja ya kunitambua. Sija kufuata wewe. Nimewafuata hao. Bahati yenu. Munisikilize niwaambie. Nimekuja hapa kwa ajili yenu. Na najua mtashangaa sana kuniona. Ila nimekuja hapa kwa ajili ya kitu kimoja. Nahitaji pete yangu. Na hapa siku 3. Niwe nimeiona pete yangu. Usipofanya hivyo, zamu yenu. Pete yangu, pete yangu, pete yangu, nahisi dunia imeniangukia, naanza kulia, imenielemea, yote napitia kabisa. Kweli mimi nilijaribu kusema kwamba niondoke, lakini nimeshindwa. Yaani kabisa hapa mimi hakuna kitu kufanya. Mimi kwa hili ndio kabisa mimi nimeshindwa kuelewa kama nyinyi ni akina nani, kwa sababu tuliweza kufika huku yani tulikuwa tunajielewa, lakini nimeshangaa kuwa tumekosa mahali ambapo tuliweza kuingia hapa. Yaani mimi nimechanganyikiwa, kusema kweli nimechanganyikiwa. Unajua hata sisi wenyewe hatuelewi. Yaani hatuelewi kinachoendelea kabisa. Tulivyotoka pale kwa mganga nimejikuta akili yangu imechoka sana. Sasa mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Ndio hii tunaendea saa 10. Saa 11, saa 12 jioni na inashuka chini. Kikubwa kwanza hapa tupumzike.
tujaribu kupumzika, labda kesho tutakuwa tumepata wazo nini tunaweza kufanya. Ya, sawa kabisa, naona kuwa una akili, ndio hivyo. Mdogo wangu vipi? Poa. Vipi hali ya nyumbani? Tuko salama. Uko salama? Ndio. Basi nipokee bwana. Bwana dada, mbona Mimi taarifa yako sina? Unajua muda fulani unaweza kupewa watu surprise. Sasa lakini mbona hujachangamka? Dadangu, chukua kiti kwanza. Dada, ni jambo la mdogo wetu Vanessa. Vanessa kafanya nini? Jambo la kushangaza sana, kwa sababu Vanessa hatuko naye hapa tena. Ameenda wapi? Dada, ni mambo ya kushangaza. Vanessa alitoka hapa akajielekeza kijijini kwa bibi, na alivyorudi akanikuta hapa nyumbani, akaniarifu kwamba bibi alimkabidhi pete, na hiyo pete kapotea, na tukaitafuta hatukufanikiwa kupata. Na hiyo pete ilikuwa ya mababu zetu. Ghafla mababu wakatutokelea, wakatupa siku 3, hatukufanikiwa. Tukaenda shambani. Tulipokuwa shambani tukaishi fujo na mwangazi katokea. Hapo hapo wakamchukua Vanessa ya kwamba wanaenda kuishi naye. Moses, unakizungumza kwa serious kweli? Ndio hivyo. Mababu yuko na Vanessa. Sijui hali alionayo Vanessa. Nashangaa. Moses, kwa nini mlisamini sana kutumia irizi? Lakini mbele niliona mnazungumza kuwa kwa amri 10 za Mungu. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 1, inazungumza kuwa usiwe na miungu mingine ila mimi Mungu muumbaji wako. Mungu unayeweza kumtegemea ni yule aliyekuumba, yule anayekaa na mamlaka yote. Yule ndio unaweza kumtegemea. Dada, mimi sina imani kwa hiyo ambao umenizungumzia. Kurudisha Vanessa? Moses, kaa na imani tu. Mungu ninayemwamini na ninayemwomba mara na mara na zaidi hashindwaji lolote. Basi dada, nakuomba tuingie ndani. Okay mdogo wangu. Shadow. Nini bwana? Jamani, siku umekucha. Jamaa. Mzee. Kamuna.
Yaani ndugu zangu, najua bana, yaani hakika jana nilichoka sana, huwezi amini sana, yani mpaka nimejisahau. Ngoja kwanza nichamshe akili, maana sasa hivi mimi nimeona kilichobaki sisi turudi mjini na tuende manyumbani kwa yule binti ambayo tulimuoa. So kabisa nimeona hakuna tatizo lolote. Maana nimeona kila kitu tunasaidia Shadow, lakini naona Shadow yeye hahangaiki, hajui nini hivi. Shadow walituambia nini? Mimi hakika hapa usiseme kwamba eti kama sijali. Mimi mwenyewe najali vile vile. Kilicho kikubwa ndugu zangu, mimi nilichokiona yaani ni hivi kama kile tulichokipitia jana ni kikubwa sana, na hakuna kitu kingine ambacho tunaweza kujinusuru nacho. Mimi nina wazo, yule mwanamke wa pete alivyotutokea jana tulivyokuwa pale kwa mganga, mimi hakika, yani moyo wangu, yani sio uongo, umekuwa na pressure sana kiasi kwamba nimejikuta njia iliyo sahihi ndugu zangu, njia ambayo ni kamilifu, ambayo tunatakiwa kufanya ni kuenda kuchimba pale tulipomzika yule mwanamke ambaye tulimzika na pete. Tukishachimbua pale tuhakikishe tunapata hiyo pete na tumrudishie yule mwingine, maana mimi kufuata na watu wawili siwezi kabisa. Mimi mwenyewe nimechoka vile vile. Shadow, ni kabisa kwa hilo mimi siwezi. Wewe nimekuambia kwa turudi mjini tuende tukamalize hilo tatizo. Wewe tutapita leo mpaka lini? Ati turudi mjini? Turudi mjini kufanya nini? Oya, mimi nimewachoka kusema kweli. Kusema kweli mimi nimewachoka. Mbona mambo yenu mimi sijaelewa? Eti kutoka hapa twende kuchimba kaburi. Yaani kumbe nyinyi ni wauaji, si ndio? Nyinyi mnaua watu. Mimi sijaelewa kusema kweli. Rafiki yangu kama nakuomba tuelewe. Bro, sikiza nikwambie. Mara ya kwanza mlisema kuna mtu ambaye anawasumbua. Tunafika kwa mganga ghafla kuna watu hao wawili ambao wamefika pale. Mimi sijawaelewa. Eti wote waende kuchimbua kuna mtu ambaye amekufa hivi na hivi. Mimi nimewachoka. Rafiki yangu kama umejitahidi kutusaidia. Wewe usizungumze kwa umetuchoka. Ni lazima tuweze kutusaidia, yani tufikishe hili jambo mshoni. Sikiza nikwambie. Mimi kwa hili basi natoka hapa naenda nyumbani kwetu. Hata kama nimekosa mahali pa kupita, lakini nitangangana mimi kama dume, natoka hapa mimi nawaacha kwa sababu mambo yenu yamenichosha. Tusaidie kabisa, tunahitaji msaada wako. Na kwa hili basi na wako. Hapana. Bro, usinifanyie hivyo. Mimi ndo nakuomba. Tafadhali nakuomba usinifanyie hivyo. Ndugu zangu, nyinyi mngenisikiliza kwanza, mnisikilize plani yangu ikoje. Haidi kila kitu kitakuwa sawa. Mnisikilize kwanza. Mnisikilize basi mimi niwaambie. Jana ile tulivyofika hapa, nyinyi wenzangu mlikuwa mmelala, lakini mimi nilikuwa nafikiria sana kuhusu hili plani. Tayari kila kitu nimekipanga. Kilicho cha ziada na waomba nyinyi mnitegee sikio tu, mnisikilize na mnielewe. Mimi nawaambia kwamba tuende kuchimbua pale. Inaweza kuwa ni njia sahihi ya kutusaidia sisi kupata njia ya kutoka huku. Maana tutakuwa tumemrejeshia yule pete yake. Na kingine tutakapokuwa tumemrejeshia pete yake, huenda pengine yeye ndo anaweza kuwa ametufungia njia. Kuhusu vyombo mimi nimewaza kila kitu. Hivi Shadow, hivi una uhakika na ile ambayo unayazungumza? Mimi nina uhakika na kuambia, siwezi kuongea kitu ambacho ni matope. Yaani nyinyi mniamini, tunatoka hapa moja kwa moja. Tunapita pale kwa yule mganga. Maana jana tulivyokuwa tunakimbia pale, mimi kuna jembe niliona pale. Na na imani kwamba hiyo jembe itatusaidia. Tuende pale, tutabue, tutoe pete. Yule mzimu akija, basi tumrejeshie pete yake na tuachie uhai. Na kila mtu arudi, wewe urudi nyumbani kwenu na sisi turudi mjini. Nyanyikeni twende. Hivyo ndivyo wanaume wanavyokuwa. Sisi tuende pale, tupite kwa mganga moja kwa moja, tuchukue hiyo jembe na tuende kuchukua pale na turudishe pete.
Nadhani hapa ndipo tulipomzika yule mwanamke, na kwa hiyo kitu ambacho kimetuleta hapa, jaribu kutabua tuone kama tutafanikiwa kupata hiyo pete, na kama tulivyoongea, kikubwa hapa tunakuja kufanikisha tulichokiongea, au sio? Sawa. Lakini mimi naona kama sio poa hivi kabisa. Tunawezaje kutabua mahali ambapo tumemweka mtu? Ni hamjui kwa ameoza. Wewe umeme unaleta ubishi wa nini? Hebu kama unatabua, unadhani kwa kutakuwa shida? Bro, tabua vizuri, sio kama tunalima hapa bro. Tabua kama unalima shamba. Wewe harakisha, tabua vizuri. Unanichokoza. Wewe. Nilikwambia nini? Nilikwambia kwa wakifika nyumbani kwenu usiwasaidie. Wewe pia umeanza kunidharau. Oh, Shadow. Nani ndo alikupa mamlaka kuja kubomoa nyumba yangu? Niwatume nyumbani kwetu mwende mwambie kwa nyinyi ndivyo. Mwapeleke mahali ambapo mnizika. Alafu nyinyi mnakuja kuharibu nyumba yangu. Na ni wewe. Pete yangu, pete yangu. Ni kabisa, mimi nimechoka na mambo yenu. Wewe unafikiri kwa mimi pia sijachoka? Wewe ndo chanjo cha hiyo yote. Maana ndio umesababisha si tufike hapa kijijini. Si niliwaambia kwa tuache kuchimbua kaburi kwa watu. Ina maana wewe unafikiri kwa mimi nachukulia rahisi, si ndio? Umeme. Haungeleta hiyo wazo kuja huku kijijini, hatungepata haya yote. Hapana. Usinilaumie. Umeme. Yaani kabisa, wewe ndio umesababisha sisi tupate matatizo kama na haya. Wewe ndio umetupeleka kwa mganga. Hapana Tipi. Usinilaumie. Hapa tunaweza kujadiliana mradi tuweze kupata Shadow. Maana kabisa ukianza kunilaumia hivi tutakuwa tunapoteza nani fursa. Ni kabisa. Mimi nimeanza kuwachoka. Sasa Shadow atakuwa yupo wapi? Hapo sasa tunaweza tukafanya yani jitihada tuweze kumpata. Tipi! Umame! Tipi! Wapi? Huko jamani. Mungu wangu. Kumbe msitu mkubwa huu. Wewe acha msitu bro. Mimi nawaambia. Nimechoka ndugu zangu. Pale mlivyoondoka pale, hamwezi amini. Yule mwenye pete tena kafika pale. Haki ya Mungu naambia. Yaani kafika pale. Alivyokuja ndio nikaona kwamba mama yangu tumekufa. Yaani hakuna kitu kingine cha kufanya. Mimi nawaambia ndugu zangu, hapa tunapasua moja kwa moja mjini. Hakuna jambo lingine la kufanya. Hapo ndo umefikiria Shadow. Kama ni kurudi mjini, sasa tuondoke. Sasa rafiki yangu Kamuna. Wewe unauliza Kamuna? Yaani wewe bangi zinakutuma hivyo? Kamuna huku ni kijijini kwao. Au sio ndugu yangu? Kamuna yeye anajua huku, yeye ndo aliyotuleta kwa mganga na yeye ndo ameleta hizi tatizo zote. Sisi tuondoke bana. Unatuuliza Kamuna nini? Hapa ni lazima tupatue njia tuondoke, sio kuuliza. Haya basi aishi. Nawaambia kabisa ndio hivyo, ni lazima tuondoke, hatuwezi. Mnataka kwenda wapi? Kwa kitendo ambacho mmenifanyia. Mmeharibu nyumba yangu, mmenidharau, nimewatuma nyumbani kwetu ili mwende mkaambia kwa nyinyi ndio mliniua. Ila mnataka kukimbia wapi?
Tena ni wewe. Kwa nini unanifuatilia maisha yangu? Sija kufuata wewe, nimewafuata hao. Nyinyi mnazidi kunipotezea muda wangu. Huko niliko sina amani. Nimekuja kwa mara ya mwisho, nahitaji pete yangu. Ni huyu hapa. Nahitaji pete yangu. Sikupi. Pete yangu, pete yangu. Acha kiherehere bro. Wewe hujui hii pete? Sasa nikwambie, hii pete imeshatusumbua. Sasa mimi naenda nayo. Bro, tunaijua hii. Tunaijua vizuri. Sisi ndo tunaijua. Kama mnaijua, basi subiri. Bro. Imepangwa na